tunaposema maneno haya ni kwamba sio kwa faida yako. Usiwe selfish. Hebu ishi maisha matakatifu kwa faida hata ya watu unaoishi nao, kwa faida ya watu wanaokuzunguka, kwa faida yako. Sio tu wewe kwenda mbinguni, lakini hata watu unaoishi nao wasaidie ushuhuda. Ni kama tunavyosali hapa. Ishi maisha matakatifu kwa kutuheshimu pia na sisi. Tulindie ushuhuda wetu. Yaani wewe mgongoni kwako, wewe hujajua mgongoni kwako kumeandikwa deliverance, utawala. Umebeba kanisa la utawala. Ukifanya vitu vibovu, hujajichafua peke yako, umetuchafua na sisi ambao hatukuweko. Kwa sababu tukipita huko mitani, street huko, wananyosha vidole, wanasema huyu ndio anasali na yule. Wanaanza kulifaa. Sasa yule kijana waliyemfumania na mke wa mtu, wenzake hawa nasali nao, wenzake hawa. Yaani inakuwa kama vile sisi tulikutuma kwa sadaka zetu. Kwa hiyo familia yako ikikaa sawa sawa, inatutunzia ushuhuda wa kanisa. Inakufanya mchungaji akutambulishe mbele ya watu bila kuulizwa kwamba huyu ni Mkristo wangu, huyu ni Mkristo wangu. Hata kikukuta supermarket, habari yako, usikosa ibada. Nani vile ulivyo, shuhuda wako unakufanya kutambulisha. Kuna Wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu zile za kuuzia nguo, zile mnaziita nini? Unampita, unajua nikimsalimia, watu watasema pastor, huyu ndio mshirika wako. Sasa huko ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio Mkristo wako, huko ndani kutakuwa na maajabu. Angalia jirani yako, mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri, nisichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu kae sawa sawa. Haleluya! Ndio. Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri, lakini kiburi kimeharibu familia nyingi. Nimewaambia watu wa ibada ya kwanza, kiburi kinakufanya wakati mwingine usione mazuri ya wenzako. Kinakufanya usitambue kazi wanazozifanya. Si mmemwona pastor wenu hapa anavyo appreciate utendaji kazi wenu. Moja ya sifa ya kiongozi aliye smart ni hii anayoifanya mchungaji hapa. Nyie mnaona kama vile anapoteza muda, anawainua watu, anawataja watu. Kisaikolojia hawa watu wanaofanya kazi nao wanajengwa, wanatiwa nguvu kwamba tunafanya na mtu anayetambua. Anayetutambua kama ni nani. Anaposema mwenyekiti wa nini asimame, anaposema watu wa nani wafanye, pigeni makofi. Yaani ile anajenga kisaikolojia kwenye vichwa vya watendakazi wenzake kwamba kumbe mchungaji anatuona. Lakini kuna makanisa watu watachakarika sana, sifa zote anataka bebe yeye. Ndio anawauliza wageni, mmeshiba chakula? Maana niliandaa chakula kizuri. Mmebarikiwa na nyimbo zilikuwa za upako. Utafikiri yeye alishika maiki aliimba, utafikiri alishika mwiko alipika, utafikiri alipanga watu. Yaani hawezi kuappreciate wenzake. Haya anayoyafanya pastor hapa, hebu na wewe apply kwenye familia yako. Apply kwenye familia yako. Na wewe tambua mapishi ya mkeo, tambua anapokufulia nguo, tambua anapotandika kitanda, tambua anachokifanya, tambua kazi anayoifanya mume wako. Anarudi na nyama, anarudi na vitu. Hebu tambua. Na wewe saa nyingine mtaje mbele za watu, seme sijawahi kupata mwanaume kama huyu. Yaani katika wanawake waliofanikiwa, mimi nimefanikiwa, nimepata mume bora. Yaani atakuwa pembeni hapo na tabasamu, anasema yana ameshukuru kwa kile kidogo. Subiri surprise ya kesho. Lakini kuna wanawake wanakuvunja moyo. Mwisho naamua kukujirudia hivi, maana ulete usilete uso wa mbuzi. Yaani hawezi ku-appreciate. Unamletea, yani haelewi. Unamletea kitenge na hiki kitenge anacho mama mchungaji. Sasa nikivaa na kwa kama nimegedhera kwake, kwa hiyo na kwa kama nimeiga. Babu navunjika moyo. Unamletea nyama, nilisema juzi, anaiangalia anasema, nyama ina mifupa, utafikiri tuna mbwa. Unamletea sasa, ngoja nilete maini. Sasa wewe umeleta maini haya, yani nyama laini hivi, utafikiri sisi tuna mapengo, ni vibogoyo. Hizi nyama za wazee, yani nyama za hawana meno.
Unasema ngoja basi nilete sukuma wiki, nilete mboga zile za majani. Sasikia. Hasa hii majani uliyoleta, aliyekwambia tumefuga sungura hapa nani? Aliyekwambia tumefuga mbuzi hapa nani? Aliyekwambia tuna ng'ombe za kula majani hayo nani? Sasa tunajiuliza, hivi huyu kiumbe nimletee kitu gani? Yaani kuna wanawake kuishi nao ni complicated. Kuishi nao inabidi ufunge siku 40, Mungu akuongezee neema. Hai. Hebu muangalie mama uliyekaa naye karibu. Unavyoiona sura yake, mume wake na enjoy kuwa naye au ndo hao shida? Unamletea maua, anasema mimi sio nyuki. Unasema ngoja na mimi nimletee tu viatu, nilituona wakati wanaimba praise pale, walivaa viatu tule tu nani, walikuwa napendeza nato, na mimi nimletee mke wangu. Unamletea viatu virefu, anasema umepanga kuniangusha, umepanga kuniangusha. Viatu gani vimekaa utafikiri umepanga kuniangusha, unataka kuvunja miguu. Unajiuliza huyu sasa kitu gani ambacho nifanye? Unamletea viatu frati ambavyo havina kisigino. Anasema sasa hivi viatu vya bibi wa miaka 70 unaniletea msichana namna hii. Viatu gani vimekaa frati namna hii? Hebu muulize huyo mama mwanamke, muulize, unataka nikufanyie nini? Akufanyie nini mume wako? Akufanyie nini baba yako mzazi? Akufanyie nini kaka yako ambacho utaridhika? Yaani kuna wanawake hawaridhiki kamwe. Ukimjengea nyumba gorofa uko juu, atakuwa anapanda nani? Ukijenga nyumba ya kawaida, wenzako wanajenga gorofa, wewe unajenga za chini chini. Hasa unachuza sasa huyu anataka kitu gani? Unanunua gari kubwa, anasema mgari gani wewe unakula mafuta? Ngoja tulete basi kadogo. Kagari kadogo ukikaa kwa wenzako zinakuwa kama taxi. Umemletea gauni refu, sasa ndo gauni gani huu mrefu mpaka kwenda juu utafikiri mimi na miaka 80? Mimi bado binti, bado young, bado nalipa. Siwezi kuvaa gauni. Unamletea gauni fupi kidogo. Hii unavyoiona miguu yangu hii ya kuvaa magauni mafupi. Na miguu kama ya mianzi hii ndio ya kuweka magauni mafupi kweli haya. Sasa unajiuliza, unachotaka kitu gani sasa? Ni kama wanaume ambao hawako tayari ku appreciate vitu kwa mke wake. Unamsongea ugali mgumu kama tofali. Unaweka ugali laini, ugali gani laini utafikiri tuko jera. Sijui vitu gani. Yaani chochote unachokifanya. Umepika mboga na mchuzi, mboga gani na herea tu. Umeweka kavu, mboga gani haina hata mchuzi. Anakuambia, kwani unaweka pilipili? Amekwambia mimi Muhindi nani? Mimi sio Muhindi mimi. Amen. Sasa mkeo akupikia chakula cha namna gani? Amefua nguo ametikita. Ndio maana nguo zangu zinachakaa. Yaani unanani sana. Haya nani sana. Sasa unaloweka tu utafikiri zimeroa na mvua. Kuna wanaume shida. Ukiwaisha chakula kupika, kesi. Sasa tunakula mapema hivi, unataka usiku tuone njaa. Umechelewesha chakula gani tunakula na mizimu? Chakula gani tulage saa ngapi? Chakula kinatakiwa kiwai, tumbo lifanye dainini, alafu ndio nikarare. Kuna wanaume tabu. Mke hajawahi kuomba ruhusa kwenda kusalimia kwao, anamshangaa. Yaani wewe upangi na kwenda nyumbani kwenu, una matatizo gani? Haya, unaomba ruhusa ya kwenda, uende uniache na nani? Yaani ukiomba kosa, ukibaki kosa. Yaani kuna watu tabu. Wengine wanahitaji uvumilivu. Ni kama Wakristo. Kuna Wakristo ambao ukihubiri muda mrefu, wanasema mchungaji, unachukua muda mrefu, aliyekwambia kanisa linahama nani? Wewe hubiri kidogo kidogo, sisi bado tupo. Tuhubiri leo kidogo, kesho kidogo, kesho kutwa kidogo. Sasa wewe unachukua muda, utafikiri tunaenda kufa kesho. Si tupo. Yaani wanaraumu kwa nini akachukua muda. Umechukua muda mfupi. Mchungaji, kama hujajiandaa, waandae wenzako. Haiwezekani sisi tutoke nyumbani tuje hapa, tuje kusikiliza dakika 15. Kama hujajiandaa, mbona watumishi wako wengi hapa? Kwa nini unang'ang'ania madhabahu wakati huna ujumbe? Mwangalie mwenzako, muulize, hivi niishi na wewe kivipi hasa? Nikae na wewe kivipi hasa ili ufurahi? Yaani kitu gani unachokitaka? Amen. Hallelujah. Wengine ni usumbufu.
Usumbufu kama wa vitoto ambavyo unakipeleka boarding, nataka niwe natoka day, unamleta nyumbani, nirudishe boarding. Yaani akiona nyumbani kuna masufuria, masahani, anakimbilia boarding. Ukimpeleka boarding anakumbuka TV, anakumbuka vitu gani nipeleke day. Hasa unashindwa, ndio unakuwa wakupeleka, kurudisha, kupeleka. Wewe mtoto ulioko hapa, watoto mko hapa, acheni usumbufu kwa wazazi wenu. Mzazi wako kukupeleka secondary school, usifikiri alikuwa na fedha zilikosa matumizi. Anaumia na hela nazokupa za matumizi zitumie vizuri. Sio na wewe unajifanya body road nani, wewe ni mtu wa mikopo. Unaenda kusomesha wasichana wengine kule. Wewe mwenyewe baba yako anapambana na hali yake, na wewe unajidai unataka kusomesha msichana. Huyu na mpango wa kumuoa baadaye. Wanasomeshaga wachumba hata ushamba. Unaanzaje kusomesha mtu ambaye hujamweka ndani? Mimi nawaambiaga siku zote mnanibishia, ila wakiwakataa mnaanza kuwaua. Somesha mke. Mchumba akisema nataka kusoma, peleka Bible school. Mwambie ukitaka shule ya Biblia na kusomesha mpaka degree. Kwa sababu hata nisipokuoa utaenda kumtumikia Mungu. Wewe unataka nikusomeshe kama mwalimu aliyekwambia mimi nataka kusoma nani? Wewe soma Bible school kama unataka nikusomeshe. Lakini unataka kwenda university, baba yako akauze viwanja na mashamba akusomeshe. Unataka nikusomeshe mimi, tufunge ndoa, kokonyo apige pingu hapa, nikuweke ndani, utokee ndani kwenda kusoma. Nijue ni mke wangu. Nasomeshaje mchumba? Unakutana na mwanaume lingine kule, unabadilisha mawazo, mwaka wa mwisho, samahani kwanza leo mimi nimefikiria nikaona wewe hatuendani. Na hela zangu zote nizo kulipia, asante kwa ukarimu. Aliyekwambia mimi ni charity nani? Mwanaume unaanza kutafuta kamba, ni jinyonge, ufe kwa ajili ya tapeli huyu. Siku zote nawaambiaga vijana, ukiona mchumba wako amekukataa, amekuacha, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu yawezekana Mungu anakuokoa na huyo Boko Haramu. Anakuokoa na huyo Al-Shababu. Anakuokoa na mtu ambaye angekuwa anajiripua kila siku kwenye nyumba. Amekuokoa na povu la sabuni la kila wiki. Amekuokoa na mateso. Wako watu mpaka leo walingangania kuoa wa mama fulani, wanajuta nao. Wako watu walingangania kuolewa na wababa fulani, wanajuta nao. Sisembuse wewe, Mungu amekuokoa kabla hujaingia ndani. Kama limekusaliti kabla halijakuoa, unafikiri Mungu wana lingekosa kukusaliti? Toa na sadaka kanisani. Sema Mungu nakushukuru kwa kuniokoa na Boko Haramu huyu. Nimekuacha, mwambie uende kwa amani. Kwa amani kabisa. Moyo wangu ni mweupe. Afikirie kwamba utajinyongo, mwambie nijinyonge jitu, nimekutana na wewe university. Wazazi wangu wamenilea, nikaje kujinyonga kwa sababu ya jitu zima kama wewe. Wewe tulikutana university na university hawajaisha, nitawakuta wengine. Tulikutana kwenye basi hawajaisha. Tulikutana kwenye matatu, bado nitaendelea kuingia kwenye matatu nikiwa simati, wenda nikaokota mwingine. Tulikutana supermarket, nitatembelea supermarket, nitaokota mwingine. Yaani kwa nini nijute eti kwa sababu yako? Sasa kuna tupinti akili zimeferi kabisa. Eti yani ameondoka na moyo wangu. Aliondoka na moyo wako? Ulikabidhi moyo kwa mtu jinga kabisa wewe. Unaanzaje kukabidhi moyo kwa mtu? Alafu na Mungu ulimpa nini sasa? Ulimpa nini Mungu kama moyo ulibaki na mtu? Kama uko hapa binti umekabidhi moyo kwa mtu, rudisha moyo wako. Kaa na moyo wako. Unamwachia moyo kiumbe mwanadamu complicated huyu. Unampa moyo wako wanadamu ambao hawajulikani. Leo kakupenda kazimia, kesho na kuchukia na anazimia. Nakabidhi moyo. Ndio maana Mungu alituwahi akasema mpende Bwana Mungu kwa akili zako zote, kwa moyo wako, kwa nini yako yote. Alijua akibaki navyo yeye vyote, hawa wengine utawapenda kawaida tu. Maana moyo wote ulimpenda Mungu. Nini Mungu?
Kwa hiyo huyu hata kiondoka, wewe na Mungu wako, Mungu amekutunzia. Mungu ndio benki ya mioyo yetu, ndio benki ya akili zetu, ndio benki ya kila kitu. Hasa wewe umekutana tu na kijana barabarani kavaa suruali yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Yaani trouser yake yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Trouser yake yenyewe. Hasa wewe ndio atakuweza kweli? Kama trouser tu yenyewe imemshinda. Anatembea utafikiri amealisha usiku kucha. Alafu huyo ndio eti wewe tumia uwe na akili zako timamu. Amen. Familia zenye ushuhuda zinatoa watu ambao wana nguvu, hawana guilt ndani yao. Ndio maana tumesema kiburi ni kibaya. Tumesema jambo lingine ambalo usikubali likae, madharau. Kuna watu wana madharau sana kwenye familia. Yeye anamdharau mwenzake kama kinyago fulani hivi. Hakuna kitu kinauma kama mwenzako naishi naye anakudharau. Alafu namuona anaheshimu wengine, wewe anakudharau. Unajua inauma. Hivi nyie wanaume mnajisikiaje mke wako anaponisalimia mimi mtumishi? Mama. Alafu wewe anasema umeamkaje? Umeamkaje? Hasa najiuliza, hivi mimi ndio mwanaume wa hovyo ila mchungaji Mgogo ndio bora? Kokonyo ndio mwanaume sana. Tunawaangalia wake zetu, tunawaangalia unavyosalimia wengine na kuangalia. Wengine unanawisha maji umepiga magoti. Mimi kwangu unasimama kama unamwagilia nyanya. Madharau ni mabaya. Amen. Dharau, yani unajisikia vibaya. Eti mama unajisikiaje kuona mume wako anakudharau? Anagonga na wake za watu. Alafu wewe hajawahi kugonga na wewe. Yaani kila kitu mle ndani anakuwa kama afande wakati hajawahi kwenda jeshini. Kila kitu ni chai, chakula, Achua sasa huyu afande mbona hajawahi kwenda jeshini, lakini mule ndani anaishi kijeshi. Niliwahi kuambia ndoa sio kitu kilicho serious. Ndoa inahitaji utani, inahitaji fani. Ndio mahali pa kucheka. Ndio mahali pa kushika sikio la mume wako, nikutengenezee chai. Alafu naye anasema nasema nikutengenezee chai. Sasa ndio unishike sikio. Ambia jibu haraka nitakufinya tena. Amen. Yaani ndio mahali ambapo mke wako anajisikia unapochezea nywele zake. Unapotengeneza tu nywele zake. Unapomshika namna hii, naambia kwa hiyo kesho tunaenda kanisani. Kwa hiyo kesho no. Yaani unakuwa serious mle ndani ni. Sasa ofisini kwako serious, nyumbani kwako serious, utakufa haraka. Ndio maana watu mna sura za kizee wakati mna miaka michache, kwa sababu hakuna mahali unaikunjurua. Hakuna mahali sura yako inakunjuruka. Nikiwa wakati tu watu wanafikiri una miaka 50, kumbe una 30 na kitu tu. Saa nyingine vitoto vio vinakuta mnacheza, baba na mama, na vyenyewe vinasema siku na mimi nikioa. Ndio nasikia mama, nimewaona. Wanaona kabisa watoto baba na mama wana furaha. Baba na mama wanachezeana, wanataniana. Hivi mara ya mwisho nyewe mliolewa kuweka mguu kwenye mguu wa mwenzako ni lini? Kama ujala kofi la kipima joto. Kofi la kweli kweli. Madharau. Dharau ni mbaya. Ndio
hizi ambazo nimewambia ibada ya kwanza, mtu anauza kitu amshirikishi mke wake, ananunua vitu amshirikishi mke wake, anafanya vitu amwambii chochote. Yani ukimuuliza anasema surprise. Surprise zikizidi zinakuwa dharau. Kwa nini tusikae kujadili mipango ya familia yetu? Unakaa na nani? Kwani nauli ni shilingi ngapi kutoka hapa kwenda Nairobi? Mke wangu tukatafute TV. Kweli? Si uende mwenyewe? Tuende. Halafu ukampa hela akaweka yeye kwenye kapochi. We. Anabadilisha na miondoko. Pakata. Anawapigia simu na wasiomuuliza, "Ndo tunaenda mjini kutafuta TV." Wamekuuliza? Anataka kuwaambia wenzake kwamba mwenzenu natambuliwa, mwenzenu naheshimiwa, mwenzenu napewa heshima. Dharau. Ndio maana mshirikishi chochote. Unajenga nyumba hajawahi kuona ramani, anajiuliza tu, kwa hiyo chumba cha kulala ni wapi? Angaliaga. Sasa naangaliaga mimi sina nini, kwa hiyo jiko, usinisumbue, subiri kisha. Na yeye hata kama hajasoma hiyo usorofea, muonyeshe tumwambie jiko, maneno hapa nini, utasikia kumbe haelewi chochote, lakini raha yake ni kuona na yeye ameiona ramani. Dharau ni mbaya. Wewe niambie, unakuwa kiongozi wa kikundi alafu kinakudharau. Unakuwa kiongozi wa praise alafu kuna watu hawakusikii. Unamwambia tukavae uniform hizi, yeye kaja na kitenge chake. Tukavae vile, yeye kaja hivi na nini. Kisa tu amenunua nguo juzi, anataka kuja kutamba kanisani. Kwani mahali pa kutamba lazima kanisani? Tumesema tukavae sare hii. Mtu kaja tofauti utafikiria kusikia. Hasa nafu kigauni chenye kikupendeze, kishati chenye kikupendeze. Dharau ni mbaya. Mbaya kanisani, mbaya kwenye familia. Lakini tukasema jambo lingine ambalo Mungu awasaidie, hakikisha humo ndani kila mmoja awe mwaminifu. Unajua hakuna kitu kinavuruga familia kuishi na mtu ambaye sio mwaminifu. Moyo unauma. Yaani wewe unajitunza, alafu unakuta mwenzako hajitunzi. Wewe unawakataa wengi. Yaani mama, unawakataa wanaume wenye hela, unawakataa wanaotaka wakuhonge kazi, unawakataa. Alafu unakuja kusikia yeye anatembea na mfanyakazi wa ndani. Yaani huyu ambaye unamlipa wewe, unamtunza wewe, alitoka nyumbani kwao ajue hata kuoga, umemfundisha bafu. Huyo ndo anapindwa nyumba, anachukua mumeo. Wewe umewakataa kule kazini, umewakataa huko na nini. Kuna mijitu na hela zao hapa Nairobi. Umeikataa, unalinda integrity, unalinda heshima ya mumeo. Halafu nakuta mume wako yeye anatoka na mwanamke havijulikani vilioga mwaka gani. Si unajua kuna wanaume hata kifumaniwa anahama mji sio kwa sababu amefumaniwa. Aina ya mtu aliyefumaniwa naye. Paka anasema, watu waseme nilimwacha. Maana kuna watu wanaanza kukompea mke wako na huyu uliyefumaniwa. Ndio wanajiuliza, yani limama lizuri namna hili mudada aliliacha ameenda kwa haka. Sasa ile aibu mtu anaamua kuhama mji. Unajua kuna watu hata watu wakifumaniwa naye, kuna watu wanasema nafikiri uzalendo ulimshinda. Lakini kuna watu wengine ni tabu. Au mwanaume unajilinda, unajitunza kwamba niko na mke wangu, siwezi kutoka. Vibinti vingi vinalembwa macho kavi na kufa kesho, nasema kafie mbali. Vinakuja na manguo ya ajabu, nasema mbu wenyewe watawanyosha, mimi siwezi kuwanyosha. Yaani vina tabia mbovu, umevikataa kwa sababu tu ya mke wangu huyu, siwezi kutoka nje, siwezi kumsaliti. Alafu yeye unakuta ametembea na unajuisha mke wangu. Hivi kweli hata ungetafuta basi mwanaume mwenye heshima kidogo. Unajua inauma kuishi na mtu ambaye sio mwaminifu. Inauma. Ndio maana wanafunzi walimuuliza Yesu. Wakasema, hivi mambo ya ndoa yakoje? Akasema, mpaka kifo kitakapowatenga. Wanaume wale wakasema, kama mambo ya ndoa ndio yako hivi, ni bora kutokufanya nini? Kutokuoa. Inawezekana
waliogopa tu kumuuliza Yesu kwamba Yesu, unaweka kifungo cha namna hiyo, wewe umewahi kuoa? Uone tabu ya kuishi na viumbe hawa. Yawezekana ungetengua kauli. Kwa nini waliona mateso ya kuishi na mtu ambaye sio mwaminifu? Wewe imagine, wewe unampa pesa mke wako za matumizi na yeye anaenda kuwapa Serengeti Boys, vijana wadogo. Unajua inauma. Yaani ungetarajia afanye kitu cha kusaidia familia. Unamwacha fedha nyingi ukimwamini ni mke mwenye akili. Akienda mahali atarudi na pasi, atarudi na viekeo, atarudi na nini, atarudi na Brenda, atarudi. Unakuta mikono mitupu, hera nimetumia. Umetumiaje? Hatoi maelezo. Kumbe kuna vijana wadogo wadogo wanawasomesha, anawapa hela, anawaongezea mitaji. Yaani wewe unakomaa, unakomaa kwa wanaume wenzako. Unajua inauma. Wamama tuhurumieni kama huko hapa. Muhurumie mume wako, utamuua huyo kwa pressure. Kuna wanaume wanakongoroka sio kwa sababu ya mambo mengine, mawazo. Unajua mawazo ni zaidi ya ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu. Uwe mwaminifu. Unasikia mama? Be faithful. Kwa sababu Mungu aliyekupa huyo mwanaume, mshukuru. Kuna wanawake wenzako wanataka kufia kwenye yale manania ya wanawake yale. Anatengeneza nywele, labda okote mwanaume yoyote. Hakuna anayemwangalia. Halafu wewe hujui kuchana nywele, hujui kuvaa, hujui kufanya nini. Bado mume wako akakuzimia hivyo hivyo, akakupenda hivyo hivyo. Tulisema jana wengine mliokotwa kijijini unavaa kanda mbili ya buru, makatambuga mengine sio ya nini, rangi tofauti tofauti. Ulikuwa hujui hata perfume inanukiaje. Ulikuwa hujui hata sabuni za dukani zimekaeje. Ulikuwa unangangania sabuni na masufuria. Yaani unaoshea sufuria ndio hiyo hiyo kwenda bafuni nayo. Hukujua hata saluni zikoje. Kakuzimia hivyo hivyo, kakuleta mjini. Umeanza kubadilika, umeoliona jiji. Unaanza kuona aliye kutoa kule hafai. Kama utafuti rana ni nini? Aliyekuroga nani? Unajua naongea haya, nyie mnajifikiria nyie tu kwamba mchungaji anaongea haya hajui tumeokoka, hajui Yesu ni Bwana. No. Kwenye msafara wa nani hii na nani hii wamo. Sisi tunamsema kule Tanzania, kwenye msafara wa na tunasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Mnafahamu kenge? Vile vimutu vimekaa kama vimujusi vikubwa. Yes. Hasa wanasema wakiona mamba wengi na vyenyewe vinajiunga kwenye msafara kwa kuwa vinafanania. Kwa msifikiri wingi wote huu wote wako safi. Wako watu hapa na washughulikia. Ukiona wewe uko sawa, nyamaza, acha dozi za watu zifike. Kuna watu ambao nawashughulikia hapa. Hata wao wenyewe hivi naongea wanasema mchungaji, direct unaongea na mimi. Live kabisa bila chenga. Na wakati huo mjue tuko live. Kuna watu tunawashughulikia Facebook. Kuna watu tunawashughulikia WhatsApp. Kuna watu tunawashughulikia YouTube. Wako mbali, hawawezi kwenda kanisani. Kuna nchi zingine hazina makanisa. Watu wanaabudu kupitia hizi ibada tunazozifanya through Facebook. Hasa nafikiri kama hawa hawakutani na ibada mara kwa mara, wakutani na injili za aina gani kama sio hii? Unamtandika wiki zima ana meditate. Amen. Lakini ya mwisho, uwazi na ukweli uwe sehemu ya familia yenu. Kuna watu sio wawazi. Anamficha mwenzako, utafikiri ushirikina. Hivi unajua kuna watu wameficha mpaka salary. Mke wake hajui mume wake analipwa shilingi ngapi. Mume wake hajui mke wake analipwa shilingi ngapi. Ni siri. Mama anafanya kazi, siri yake. Huyu anafanya kazi, siri yake. Wakitaka kuuliza na wewe ngapi, anasema wewe umesema yako. Umesema yako? Kila mtu afena yako yake. Halafu mnaniambia wako mwili mmoja. Yaani kweli mguu huu usijue tumevaa kiatu cha aina gani na mguu mwenzake. Uwazi. Watu wanaficha. Ndio wale tumesema wengine anajenga nyumba nyumbani kwao, mume wake hana habari. Anaiba mali za mume, anajenga kwao. Anajenga kwao. Ndio maana ukiona
Mke wako ameanza kiburi, fanya upelelezi nyumbani. Kuna jengo linajengwa, huenda limeshakamilika tayari, kwamba akinigusa tu. Utasikia wanaume wa siku hizi hawajulikani, ukizubaa itakula kwako. Sasa una watoto, unaamua kuiba mali za mume wako kajenge kwenu, ambako unajua hata ukijenga kwenu watoto wako hawezi kurithi. Watakao urithi ni kaka zako. Watoto wako wanabaki wako mjini, hawana maproti, hawana vitu gani, umeenda kukule kisirisiri. Kuna watu wakati mwingine tunaishi nao kumbe mshirikina kabisa. Hizo ni aina, ni elementi za kishirikina. Unamfichaje mwenzako? Unaanzisha miradi humwambii. Halafu unawaambia wanaume wengine tu, unawaambia tu wanawake wengine tu. Mwenzako wa ndani huwezi kumwambia. Umoja ndani ya familia ni muhimu. Shirikishaneni, ambieni mambo yenu, jadilianeni, msonge wote pamoja. Baba mmoja Tanzania, ndio namaliza. Baba mmoja Tanzania alipoteza nyumba hivi. Kajenga nyumba, hajamwambia mkewe, ka rent. Kuna watu wakapanga, wakachukua, wakawa naishi. Anachukua pesa kimya kimya, hajamwambia mke wake. Siku ikatokea baba akafa. Alipokufa, wale wapangaji wake, nyeuko mnaita wapangaji. Wale wakasikia mwenye nyumba kafa, wakaenda kwenye msiba. Wanasikia risala inasomwa kwenye msiba. Marehemu alikuwa na nyumba 2, moja wanataja mahali na nyingine wanataja mahali, wakakuta kwao haijatajwa. Wale wapangaji walikaa pamoja, wakasema wakajaribu kumuita mwana ukoo mmoja, wakasema hivi alikuwa na nyumba tena maeneo fulani? Akasema Waliporudi kutoka kwenye msiba, wakakaa kikao, wakasema jamani, hii nyumba tumejiokotea. Mwenye nayo aliweka siri, kwaona sisi tutakaa bure. Sasa wakaishi. Kilichokuja kutoa siri, mule ndani kuna watu walipanga vyumba 3. Kuna wengine walipanga kimoja, kuna wengine walipanga 2. Hasa yule wa kimoja akaanza kumuomba mwenzake wa 3. Wewe si unipe na mimi kimoja? Haiwezekani, kila mmoja abaki na alichokuwa. Nipe. Yule ikamuuma. Akasema mmekataa, naenda kumwaga mboga nione kama mtakula ugali peke yake. Akaenda akamtafuta mwenye nyumba, akasema mama mwenye nyumba aliyebaki, akasema hivi najua mume wako ana nyumba mahali fulani. Kweli? Twende nikakuonyesha. Kaenda naye, akasema nakuonyesha kwa mbali wenzangu wasio wakaniona. Ile nenda pale, waambie nataka pango ya miezi 7. Tumekaa miezi 7 bila kulipa. Waambie kwamba nataka pango la miezi 7. Ndio yeye akatoroka kaenda. Mama akafika pale, za hapa. Nani amemwambia? Akasema nataka nyumba yangu mlipie miezi 7. Jamani, nani akamwambia nani? Kumbe mwenzao amewasaliti walipomnyima chumba. Lakini bila kusalitiwa ile nyumba ilishapotea. Na mwingine huko hapo unanisikiliza, yani umejenga nyumba kisiri, unafanya vitu kisiri, haujawa muwazi. Alafu bado tunasema waliookoka wanyoshe mikono, na wewe unanyosha. Hivi huu wokovu sio badili mindset yako. Huu wokovu sio badili mitazamo. Huu wokovu sio badili maisha yako. Wokovu wa aina gani? Aliyekuokoa ni Yesu yupi? Maana kipindi kile walikuwa kina Yesu wengi. Usiseme tu Yesu kaniokoa. Yuko na mchezaji wa timu moja Uingereza anaitwa Jesus. Inawezekana wewe Yesu wako ni yule mchezaji, ndio maana unachenga nyingi. Maisha unapiga chenga sana, kanzu nyingi.